Karibu tena katika runinga yetu ya Kisii Hot TV. And by the way, nashukuru sana kwa sababu tunazidi kusonga mbele pamoja. Kama kawaida, mimi kwa majina ninaitwa Nyapto Dennis, ukipenda utaniita Kukurikuntu. And by the way, ladies and gentlemen, ikiwa ni mara yako ya kwanza umefika, karibu sana. Unajua kwamba Raila Amolo Odinga na wale vinara wa Azimio la Moja One Kenya Alliance wamekuwa tu wakisunguka nchini Kenya, wakisema kwamba wanasema wako na baraza la wananchi. Sasa wamefanya mikutano kama miwili mitatu katika maeneo yale ambayo yanafahamika kwamba ni maeneo ambayo ni ya Raila Amolo Odinga ama Azimio, kabla watoke nje na kisha kwanza kukanyaga katika maeneo mengine. Wacha tu nishukuru kwa sababu tunazidi kusonga mbele pamoja. Mimi niko hapa niweze kukufahamisha mbona Raila Amolo Odinga hakuweza kufanya safari yake kutoka maeneo kutoka Busia na kukuja na baraza la wananchi hapa mchini Kisii, mahali ambapo watu walikuwa wanamtegea akuje. Watu wengine walikuwa wanasema kwamba Raila Amolo Odinga anakuja Kisii. Lakini kwa bahati mbaya hiyo baraza tangu ianze kufanyika Kisii ndio imekuwa postponed. Lakini Wakenya na watu wengine hawajui mbona Raila aliweza kupostpone rally yake Kisii na vinara wake. Na kwamba tu kama umefika mara yako ya kwanza na ushafika hapa, tuzidi kushirikiana na ninakukaribisha sana katika runinga yetu ya Kisii Hot TV. Mimi kwa majina ninaitwa Nyapto Dennis, ukipenda utaniita Kukurikuntu. And by the way, ladies and gentlemen, kama ni mara yako ya kwanza usisahau kupofya ama kisha na maana ni kusubscribe ili uweze kuweka notification on wakati wote ule tutakapoweka video zetu unazipata kwa wakati. Karibu sana. Jinsi ambavyo nimekufahamisha, Raila Amolo Odinga jinsi alikuwa ameanza safari yake kutoka ama kufanya rally zake ama baraza la wananchi, wakati ambapo siku ya Jumapili ama Tuesday akiwa katika maeneo, ilikuwa ni Friday, akiwa katika maeneo ya Kamkunji, aliweza kufanya mkutano kule, akamaliza akasema kwamba atakuwa Busia kisha ataingia Kisii. Katika maeneo ya Busia na leo alikuwa anaingia Kisii. Wakaasi wa Kisii walikuwa wanategea Raila Amolo Odinga alete baraza la wananchi hapa mjini Kisii. Usisahau kwamba Gusii yote imekuwa tu ni ngome ya Raila Amolo Odinga tangu Raila asimame kama kwa kiti cha urais. Hii ngome imekuwa ni yake, kwa sababu wakisema kwa wakijihesabu kama ni watu wa kutoka nyumbani kwa Raila Amolo Odinga, ni watu ambao wasema kwamba lazima watapatia Raila Amolo Odinga wakimhesabu kama mtoto wao. Lakini ndio maana nakwambia kwamba katika miaka yote zaidi ya miaka 15 Raila Amolo Odinga amekuwa akiwika hapa nchini hapa Gusii land. Tukikumbuka tu kwa kupeperusa yale ambayo tunajaribu tu kuangalia kutoka nyuma. Katika gavana wa kwanza ambaye aliongoza hapa nchini Kisii amekuwa katika chama cha ODM, ambaye ni James Omariba Ongwae. Amesimama na Raila Amolo Odinga, na Raila amekuwa kisifika hapa nchini Kisii County. Ukikuja women rep pia ni hivyo, senator ni hivyo. Lakini sasa nataka nikupeleke pia na Nyamira County. The first governor amekuwa ODM, the second governor wakapiki pia walikuwa ni ODM. The second governor already who is now current, the governor Nyaribo, alikuwa chama cha ambacho kilikuwa Azimio, ambayo ilikuwa inaunga Raila Amolo Odinga mkono. Lakini Raila Amolo Odinga safari yake alikuwa anaileta Kisii, ameweza kuipostpone kwa sababu ya vitu viwili vitatu. Mara ya kwanza, wakati ambapo Raila amekuwa akikuja Kisii, yule ambaye alikuwa akipokea Raila Odinga Kisii alikuwa ni Governor James Omariba Ongwae. The former governor alikuwa anashughulika kabla Raila akuje Kisii. Alikuwa anaita pressa, anasema Raila atakuja Kisii, tumejipanga, tunamkaribisha. Unasikia kule wasee wanasema kwamba sisi tumekaribisha Raila Amolo Odinga, wamama wanasema sisi tumekaribisha Raila Amolo Odinga, vijana wanasema tumekaribisha Raila Amolo Odinga Kisii. Lakini wakati huu ni mara ya kwanza tangu Raila Odinga kupata umaarufu Kisii County na Nyamira hajaweza kukaribishwa
na ameweza kuahirisha safari yake kwa sababu ya kutokaribishwa. Niruhusu niweze kukuambia sababu ya kwanza. Unajua, ukiingia kwa mwenyewe, kama wewe ni mgeni, yule mtu ambaye atakukaribisha ni mwenyewe. Lakini sasa ndio nakwambia kwamba Raila Amolo Odinga haliweza kutokaribishwa Kisii kwa sababu gavana ambaye anafaa kumkaribisha anasema kwamba nini? Hajaonyesha dalili yoyote ya kukaribisha Raila Odinga. Hizi ziko ambayo siku ya Jumapili, wakati ambapo James Wangwana na deputy governor wake ambao walikuwepo katika hapo nyuma, wakati walisema kwamba wasione Raila Odinga Kisii, kufuruga wa Kisii asikuje Kisii, watu wengi walikuwa wanatarajia kwamba gavana na wale viongozi ambao walichaguliwa kutoka chama cha ODM ama hasa katika Azimio wangesimama na kusema kwamba Raila usitishwe, hao walikuwa ni viongozi walitoka wae kuja Kisii. Lakini ili hali wao hao ambao ni gavana wa sasa Simba Arati amenyamanza na hakuweza kukaribisha Raila Odinga, ndio maana Raila Odinga akapostpone safari yake ya kutokuja Kisii. So kitu cha kwanza, watu walifaili kukaribisha Raila Odinga ni viongozi wale ambao walichaguliwa kutoka chama cha ODM hasa Azimio, walifaili kukaribisha Raila Odinga. Ninataka nikueleze ni kwa nini viongozi wa ODM Azimio walishindwa kukaribisha Raila Odinga Kisii, na mbona hawakukaribisha Raila Amolo Odinga Kisii. Ndio manake Odinga akaamua kuahirisha safari yake ya kutokuja Kisii hadi siku ya Ijumaa. Na hiyo siku ya Ijumaa ikiwezekana kwamba kukosekana mtu wa kuwakaribisha, haya pasi watapeleka safari iende aidha Nyamira ama Isikuwebo. Karibu sana nikuambie ni sababu gani gavana na viongozi wake hawakuweza kukaribisha. Katika interview moja, women rep wa Kisii County ambaye ni Doris Donya Toto alikuwa amefanyishwa na station moja hapa mjini Kisii. Station moja ya Kisii akifanyishwa interview, alisema hivi: Doris Donya Toto Aburi, the women rep, the current women rep. Alisimama akasema kwa radio interview asubuhi, mimi sitaki kuungana na hizo rali, sitaki kusema kuweka maandamano. Akasema kwamba ameambia rais anahitaji kumpatia project za maji. Akienda kwa mkutano za Raila Amolo Odinga za baraza na maandamano, hiyo ndio kusema kwamba hata rais atakasirika asimpatie maendeleo. Ndio maana yake kitu cha kwanza, women rep hajakaribisha Raila Odinga Kisii hata kama alichaguliwa na chama cha ODM. Ni kwa sababu the women rep ambaye ni Doris Donya Toto Aburi alisema kwamba hawezi jiunga na Raila Odinga kwa maneno na maandamano na maneno na mengine. Hiyo ndio kitu ambacho kimefanya huyu mama hajaweza kukaribisha Raila Odinga Kisii. Kitu cha pili, huyu gavana wa pili wa Kisii ambaye ni Simba Arati, katika siku za hapo nyuma mwaka jana, mliweza kuona wamepigwa picha na rais wa tano William Ruto. Kisha wakati watu wengine kwa wanauliza mbona gavana ameenda katika yule mlengo mwingine, gavana alisimama akasema, mimi nimeenda kutafutia watu kazi, pesa za kujenga health center, city scan center ambayo itakuwa kubwa Kisii na East Africa. Mimi nimeenda kuitisha sahihi. Lakini ukumbuke kwamba huyu gavana wakati wa kampeni, wakati wa president wa sasa akiwa deputy president wa sasa hivi akiwa deputy president, wakati ambapo alikuwa mazishi Kisii, siku moja Simba Arati aliyepigana na Osoro mbele ya viongozi, mbele ya taifa, kwa sababu Simba Arati aliambia president wa sasa akuje aombe wa Kisii msamaha kwa ile kitu ambayo ilikuwa imefanyika 2007-2008. Kitu ambacho kileta joto mingi kwa mazishi, ambayo ikaleta mko kupigana. Wakati walipigana, watu wakasema kwamba gavana alikuwa anatetea Raila Odinga na Osoro alikuwa anatetea William Samoei Ruto.
Ndio maanake wa Kisii Simba Arati, ili kuweza kupata project mingi Kisii, wakati ambapo president wa tano atakuja Kisii, lazima gavana Simba Arati aenda ombe msamaha, apige magoti chini, aseme president, nilikukosea mbele ya umati, nimekuomba msamaha. Already ni process ambayo ilikuwa inaendelea ya gavana kuomba msamaha, ya gavana kusema kwamba tafadhali president nisamehe, tufanye kazi pamoja. Katika mikutano ambayo gavana Simba Arati amekuwa akifanya Kisii, amekuwa akisema kwamba mimi kama Paul Simba Arati nitafanya kazi na serikali ambayo iko hivi sasa hivi, nitafanya kazi na William Samuel Ruto. Huyo ni Simba Arati alikuwa anasema. Hata nakumbuka siku moja alikuwa anatengeneza sako ya wanapodapoda Kisii, akasema kwamba gavana amempatia milioni 2, sijui ni 3, wakaweka kwa sako. Kila kitu, kila speech ambayo atazungumza Kisii, lazima alikuwa anataja William Samuel Ruto kuliko Raila Amolo Odinga. Ndio maanake alipatiwa mtego na William Samuel Ruto. Wakati ambapo alipatiwa mtego na William Samuel Ruto kwamba ikiwa wewe unataka kufanya kazi na mimi William Ruto kama rais wako, kama unataka nikusamehe tufanye kazi pamoja, kila mkutano ambao utafanya Kisii lazima unitaje, unipatie sifa kuliko Raila Amolo Odinga. Ndio maanake Simba Arati unaona siku hizi ametulia, amenyamanza, anafanya kazi na William Samuel Ruto chini ya maji, anaendelea kuomba msamaha. Sasa na Raila Amolo Odinga alijua kwamba huyo kijana Simba Arati kuna vile anamcheza, na ameingia kwa ile serikali ya Ruto ili mimi kumtoa kule na vile anaenda kwa msamaha, kwa sababu amepatia majukumu ya kuongea William Ruto kwa huko Kisii sana kuliko Raila Odinga. Sasa ndio maana yake Raila aliweka hii rally Kisii iwe mbele ya William Samuel Ruto, indiposa Simba Arati kama gavana wa pili asimame aseme kwamba rais ama asihudhurie kwa mkutano wa Raila. Sasa hapa ni dilemma situation kwa Paul Simba Arati. Simba Arati amefaili kukaribisha Raila Amolo Odinga Kisii, kwa sababu gavana mwenye alikuwepo ambaye ni James Wangwana alikuwa anakaribisha, anagaramika kukaribisha mgeni. Hapa Simba Arati ameepa, amepiga ndani ya miti, ameenda State House, ameacha Raila Odinga. Hakuna mtu alikuwa anakaribisha Raila Odinga Kisii, kwa sababu women rep yeye alisema live on the radio, tuko na record iko, alisema mimi siwezi nikafanya kazi pamoja na Raila Amolo Odinga kwa ile zile maandamano, zile maparaza ambazo anaweka kwa watu, mimi sitaki kwenda kule. Alikataa kwa radio, tuko na hiyo. Sasa Simba ameepa, women rep amejiepesha, senator na governor hawaelewani. Ni nani angekaribisha Raila Kisii? Hakuna. Ndio maana Raila akasema wacha ni postpone, kwa sababu apime tena aone kwamba kama itawezekana Simba apange mkutano wa kukaribisha Raila Kisii. Kile kitu ambacho nakwambia hivi mtazamaji, kwamba Kisii sasa huenda isikue ni ngoma yake Raila Amolo Odinga. Kwa sababu gani? Although Raila Odinga kuna wafuasi wengi Kisii, lakini gavana akiwa ameanza kuepa, huenda Raila Odinga akapoteza nguvu zake kutoka Kisii. Number 2, gavana mwenye alikuwepo, gavana wa kwanza na deputy wake wa kwanza walisimama wakasema, sisi hatutaki kusikia Raila Odinga Kisii na maandamano, wacha kutuharibia kwa Kisii, tunataka maendeleo. Hiyo aliongea chuzi na jana. Sasa Kisii hakuna mtu wa kuleta nani? Raila Odinga. Wakati wa campaign walikuwa wanapigania, Simba anataka kuleta Raila Kisii, Wangwana anataka kuleta Raila Kisii, lakini
wakati uko napigana, sasa uchaguzi imesha, gavana Ngwae na Josh Mangi walikuwa pamoja kufanya kazi. Ikafika gavana akasimama peke yake, gavana Ngwae akasimama, na mpaka kura zimepigwa, mpaka kesi, mpaka matangazo yakitangazwa pale Bomas, Ongwae alikuwepo, alikuwa amepeleka Raila Odinga. Lakini mpaka the last minute, until the last minute, Kimeumana ameenda kwa Ruto. Hata akina Josh Mangi waliambiwa, yaani mweka presa, mkataze Raila Odinga, mumsomea sikuje Kisii, akuje kuharibu Kisii, waambie Kisii sasa si yake. Ndio maana Kaporo Simbarati akona kibarua kigumu, ameshindwa kusimama, kwa sababu hapa lazima aombe Ruto msamaha ndio afanye kazi pamoja. Ruto amemwambia, "Wana niongee vizuri Kisii, achana mambo ya Odinga." Ndio maana yake Raila Odinga anakuja Kisii, pia hakuna mtu wa kumkaribisha. Imefail. Huenda hata hii sasa rally hii itakuwa Kisii, ama Raila akuje Kisii afanye rally, Simbarati akose huko, women rep akose huko, senator ndiye ataweza patikana, senator anaweza patikana na viongozi wengine ama MPs. Lakini hawa wengine gavana na women rep, hawa watoe hawatapatikana kule. Hawa wamejitoa na Raila, wamemwacha. Ni utaniambia kuna mengi ambayo yanaendelea Kisii. Huenda Raila Odinga, kazi yako Kisii hautakuwepo na mtu, unless waanze kuleta mtu mwingine, waanze kutengeneza mtu mwingine kutoka chini, anza kujenga mtu mwingine. Sasa wachana na Simbarati, wewe tafuta kina hawa nani, au kina Kristo Bure, tafuta Ongeri, enda utafute nani huyo, tafuta Manson Oyongo. Hawa sasa walete kwa platform, jenga hawa, watengeneze wakulete Kisii. Lakini Simba women rep hawa hawako, si wako. Kama mnasikia hii lugha, perekea vamisha Raila Odinga kwamba gavana na women rep walisema wameenda kufanya kazi pamoja na Ruto, meaning hakuna mtu wa kumkaribisha Kisii. Asante sana kwa kutazama runinga ya Kisii Hot TV. Mimi kwa majina ni Nyapto Dennis, ukipenda utanita Kukurikuntu, na sasa nimeondoka, tupatane mapadaye. Bye bye.